Lakini na matokeo yake ndio unakuta serikali inalia, unajua tunalilia ajira kwa vijana, wanakimbilia leo eti kwenda kuanzisha wizara ya maendeleo ya vijana. Itasaidia nini? Wakati mifumo yote ya ajira ya vijana imeuawa nchini. Kila ajira mmekabidhi wageni, mpaka wanakuja kwenye masoko. Ukienda kwenye wachimbaji wadogo, maeneo yao wamekabidhiwa wageni. Ukienda Kariakoo, unakuta wageni wanafanya biashara ambazo wazao wangeweza kuzifanya. Alafu mnatoka pale mnalia, mnasema tunatafuta ajira za vijana. Vijana wameenda kwa mwekezaji pale, ameajiriwa mkandarasi, halipi mkandarasi huyo mabilioni ya fedha. Hamwezi kutengeneza ajira. Viwanda vinafungwa. Hamwezi kutengeneza ajira na wala hamwezi kuwasaidia vijana. Lakini hakuna hata taasisi ambayo inafuatilia haya matatizo ya vijana walio nayo. Hakuna. Kwa hiyo hata wizara iliyoundwa eti ya maendeleo ya vijana haiwezi kuleta matokeo yoyote. Ndugu waandishi wa habari, mnamo tarehe 18 Novemba 2025, siku 21 baada ya uchaguzi, tume aliyoita jina la Tume Huru ya kufanya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025. Hapa kuna watu waliotangulia, vyama vya siasa, chama cha ACT Wazalendo, chama cha Chadema, chama cha Kafu, walitoa maoni yao na wote walisema kwamba hii tume inakosa sifa ya kuaminika kufanya uchunguzi huru wenye matokeo ya kuaminika na makundi yote yaliyoathirika kwa namna tofauti, na kwamba tume hiyo si ya haki mbali ni jaribio la kuficha ukweli. Ninaunga mkono mtizamo wa vyama vya siasa na makundi mengine ya kijamii yaliyopinga tume, kwani tume hiyo sio huru na imeundwa bila kuzingatia kanuni na taratibu za usuluhishi wa migogoro, yani conflict resolution strategies and guidelines, kwa kuwa ina changamoto zifuatazo. Moja, kwanza aliyeiunda sio halali. Pili, tume imeundwa kukiwa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na serikali kwa umma juu ya machafuko hayo. Haiwezekani jambo kubwa kama hilo serikali haijatoa taarifa yoyote mpaka sasa hivi. Taarifa rasmi haijatolewa mpaka sasa hivi. Halafu mnaunda tume. Lakini la pili, muundo wa tume una wajumbe ambao wanatoka upande mmoja tu, yani upande wa serikali. Ilitegemewa kwamba ungeweza, ili utengeneze tume, lazima utengeneze tume ambayo inayohusisha makundi yote ya watu muhimu walioguswa katika ghasia hii au ya umma wote, pamoja na watu wa nje. Lakini tume imeshindwa pia. Tume imeundwa bila kusoma hadidu za rejea. Wakati tume inaundwa pale, hatukusomewa hadidu za rejea ni zipi ili tujue kama kweli hii tume kazi inayoenda kuifanya itaenda kuleta matokeo yanayotarajiwa. Lakini tano, tume imeundwa kukiwa kuna ugandamizaji mkubwa sana unaoendelea wa wananchi, kukamatwa na kuwekwa ndani na kusingiziwa makosa mbalimbali ya ugaidi, ujambazi, nini, kila aina yani, kwa ajili tu ya kuwanyamazisha wananchi wasiweze kupaza sauti. Lakini sita, mtawala alipokuwa anasema anachomekea, ilionyesha wazi kabisa kwamba katika kuchomekea kwake alionyesha kwamba yuko na upande, na kwa hiyo asingeweza kuwa hakimu wa jambo hili. Lakini namba 7 ni majina ya wajumbe wa tume yamekuwa kijirudia. Yaani kuna wajumbe mle karibia 3 kila tume wao wamo. Tume ya haki jinai wamo. Tume ya maboresho ya mfumo wa kodi nchini wamo. Na tume hizi zote hatujaona sisi matokeo makubwa ambazo zimeleta hizo tume. Na tume ya maboresho ya kodi yenyewe mpaka sasa hivi hata taarifa yake haijulikani ilipo. Imekuwa tena siri ya mtawala. Sasa kitendo cha wajumbe kujirudia mara kwa mara na taarifa zao bila kutolewa kwa uwazi, wananchi hawawezi kuiamini tume hiyo ya kuchunguza uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi. Kitendo cha wajumbe kujirudia mara kwa mara katika tume nyingi zinazoundwa na mtawala zisizo na matokeo ni ishara kubwa, na watu wengine wanaweza kuamini kuwa mtawala anawatumia kutakasa mambo ambayo, kutakasa na kuzima mijadala ya kijamii katika jamii, kwamba kila tume ni yao. Mbona tuna wazee wengi tu? Mbona tuna wazee wengi wenye sifa hizo, sifa za ujaji, sifa za utaalamu? Kwa nini awe huyo tu? Na anateuliwa tu, kwa sababu ingekuwa ni ushindani tungejua kwamba kwa sababu alienda kushinda interview. Lakini sasa hivi kwa utashi tu. Sasa kwa utashi huo hamwezi kuwa na mtu huyo kila tume huyo.
inaleta tafsiri kwamba huenda huyu anatumika kuzima mijadala kwenye jamii. Lakini namba 8, kwa nini tume ipewe miezi mitatu ya jambo lenye sintofahamu kubwa kama hii? Maana ni kama tume inapewa jukumu la kuanua ngoma ili kupisha mambo mengine yaendelee. Watu wabaki na kusema tume imeundwa. Miezi mitatu, watu wamefariki. Idadi ya watu waliofariki mpaka sasa hivi taifa halijaambiwa. Wengine wanasema, wengine madai mengine yanakuja kwamba wengine walienda kuombwa huko wanatibiwa wakaomba wapelekwe mochwari. Wengine wanadaiwa kwenda kuzikwa kwenye makaburi ya halaiki. Wengine wanadai kwamba wamepigwa risasi wakiwa majumbani mwao. Wengine wakidai kwamba wamepigwa risasi wakiwa wagonjwa wanaenda kutibiwa. Wengine mambo kama hayo yote, alafu inatolewa miezi mitatu. Ni mwendelezo wa kuona kwamba hakukuwa na nia njema katika kuundwa kwa tume yenyewe. Lakini tume hii imetangazwa bila kutangazwa kwenye gazeti la serikali, haina GN mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ni tume ambayo haina nguvu yoyote kisheria, kwa sababu ni tume tu ambayo inatokana na tamko ambalo halijawa gazetted. Lakini lazima iwe na miongozo na kanuni pia za kuiongoza tume yenyewe. Sasa yote hayo hayakufanyika. Sasa nini ninachotaka kusema hapa? Tume huru ya kufanya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025 iliyoundwa na mtawala ivunjwe kwa kuwa imekosa uhalali mbele ya umma na viwango vya kimataifa. Yaani hii tume ikiendelea inaweza kutuletea matatizo makubwa zaidi kuliko hata tulio nayo. Kwa sababu uelekeo wake wote ukiangalia na muundo wake na mazingira yake inaweza kutuletea tatizo ambalo ni kubwa zaidi kuliko hata hapa tulipo. Sasa hitimisho. Ndugu waandishi wa habari, katika kuhitimisha hotuba yangu, nchi yetu iko kwenye mkwamo mkubwa. Serikali haijachukua hatua yoyote mahususi na imeshindwa kutaja takwimu za watu waliouawa na kujeruhiwa na hata vituo vya kupigia kura vilivyoteketezwa kwa moto na kuharibiwa katika maandamano ya tarehe 29 Oktoba 2025 ambapo umepita mwezi sasa. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania liliitishwa kwa ajili ya sherehe za kuapishana na kuzinduliwa. Sherehe hizo zilifanyika bungeni huku nchi ikiwa kwenye maombolezo na majonzi makubwa ya maelfu ya watu kuuawa na familia nyingi kuwa kwenye misiba, huku wengine wakitafuta miili ya ndugu zao bila mafanikio na wengine kuamua kuzika viatu na nguo za marehemu. Licha ya hali hiyo ngumu na taifa kuwa kwenye sintofahamu kubwa, bunge la Tanzania halikuona kipaumbele cha kujadili kwa hati ya dharura machafuko ya siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Bunge lilikuwa limeshaitishwa. Tunaona mpaka bunge la Ulaya linakaa kujadili matatizo ya kwetu sisi. Lile bunge letu sisi wanamaliza kuapishana pale na kuvishana mashahada, wanaenda nyumbani kana kwamba hakuna tatizo lolote lililotokea kwenye nchi. Hapo ndio mnaweza mkaona tofauti ya wananchi waliochaguliwa na wananchi walioteuliwa na genge. Mwananchi ambaye wabunge walioteuliwa na wananchi wasingeweza kufanya usaliti huo uliofanyika Dodoma. Mnaapishwa. Watu mnamaliza kuapishwa badala ya kusema kwamba serikali hapo ilete taarifa. Na hakuna kwenda nyumbani mpaka taarifa, serikali waletee taarifa nini kilichotokea. Lakini wakaapishana, wakamaliza. Bunge la Ulaya linafanya vikao huko. Wao wanazungumzia kulaani, vikao vinavyozungumza matatizo tuliyoyapata sisi. Ni jambo la kusikitisha sana bunge la Tanzania na serikali ya Tanzania kunyamazia jambo hili, lakini AU, PAPU, EAC, EAR na SADC kuchelewa kuchukua hatua mahususi hadi sasa juu ya hali ya kisiasa nchini Tanzania, na badala yake kazi hiyo inafanywa na nchi za jumuiya za kimataifa nje ya bara la Afrika. Na akataa kwa sauti kubwa eti serikali inadai kuwa kutangaza idadi ya watu waliofariki na kujeruhiwa katika machafuko hayo ni kusherekea vifo vyao. Hii ni kauli ya kejeli kwa wananchi, inayochochea hasira zaidi na isiyozingatia misingi ya kikatiba, sheria na mila na desturi, yani best practice. Ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kifungu cha 4 cha sheria ya upatikanaji wa taarifa kwa umma, yani the Access of Information Act, zinataka taasisi zote za umma kutoa taarifa sahihi na kwa wakati, na kwamba kila raia anayo haki ya kupewa taarifa wakati wote kuhusu matukio mbalimbali nchini na duniani kote ambayo ni muhimu kwa maisha na shughuli za wananchi, na pia ni juu ya masuala muhimu ya kijamii.
Tulipotangaza idadi ya wananchi waliofariki kwenye ajali ya kuporomoka kwa jengo la ghorofa kule Kariakoo, tulikuwa tunasherehekea vifo. Tulipotangaza idadi ya wananchi waliofariki kwenye ajali barabarani kwa miaka 5 ambao walifikia watu 6639 na majeruhi 12663, tulikuwa tunasherehekea vifo. Marekani ilipotangaza idadi ya vifo vya watu zaidi ya 3000 katika shambulio la kigaidi la Al-Qaeda katika jengo la WTC Septemba 11, 2001, walikuwa wanasherehekea vifo. Kwa hiyo viongozi ni vizuri sana wakajielekeza kwamba kila jambo wanalotaka kulieleza na kueleza umma, wajue kwamba tuna katiba inayoongoza, wajue kwamba kuna sheria ziwaongoze hizo katika kutoa matamko. Sasa mtu ambaye una nafasi hiyo ya uongozi, unatoka kwenye umma, unataka kuondoka kwenye ukweli na kuzungumza maneno ambayo hayana msingi wa katiba wala hayana msingi wa kisheria. Mnashindwa kuwatambua ndugu zetu hawa waliopoteza maisha. Kuwatambua ndugu zetu hawa waliopoteza maisha ni kuthamini utu wao, na sio mambo haya ya kwamba tulikuwa tunasherekea. Ni kuthamini na kutambua utu wao, na tumekuwa tukifanya hivyo siku zote. Kwa nini leo katika hili la kupigwa risasi ikosekane idadi? Mngeeleza umma kwamba labda hamjui, lakini hamwezi kutokujua kwa sababu maziko haya yamefanyika kwenye umma. Serikali hii tuna serikali ya kuanzia mwenyekiti wa kitongoji. Hata ukitaka taarifa leo hii unaipata. Kila kitongoji kinajua kimefiwa na watu wangapi kwenye hii kazi. Wanajua. Viongozi wetu wa vitongoji tukaitisha leo watuletee taarifa za watu waliofariki kila kitongoji. Tutaletewa kwa majina.